Mtazamaji, karibu katika kipindi cha maisha halisi. Kuna leo ni siku ya Jumatano, nimekutana na ndugu yangu, atajitambulisha yeye mwenyewe. Lakini kipindi hiki kinahusu maisha halisi ya mtaa, ama kwa Kiingereza wanaita real street life. Tunakutana na vijana mbalimbali ambao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali na ni ndogo ndogo ambazo tunadhani pengine zinasaidia maisha kwa kiasi fulani, ama zinakuwa na changamoto kadhaa katika maisha ya vijana wetu. Kwa leo niko na kijana wangu hapa, tutaendelea kupiga story 1, 2, 3. Lengo tukuweza kujua mambo mengi kuhusiana na maisha ya mtaa. Karibu sana. Bwana, mambo vipi? Fresh to go. Unaitwa nani ndugu yangu? Kwa majina naitwa Joseph David Mwanjali. Wewe ni mkazi wa maeneo haya? Ndio. Ni mtaa upi na kata ipi? Nakaa kata Lukobe, mtaa unaitwa Majengo Mapya. Okay, na wewe ni mzaliwa wa huko? Ndio, mimi ni mzaliwa hapa Kilosa. Ni mzaliwa Kilosa? Ndio. Wazazi wako wote wako hapa? Hapana, hapa nina mzazi mmoja tu na mama. Una mama peke yake? Na baba yuko wapi? Baba yeye yuko Mbeya, ndo makazi yake alipo sana. Okay, na wewe elimu yako ni ipi? Hivyo kwa kuunga nimejaribu kusoma kidogo nikaishia kidato cha 4. Na baada ya kumaliza kidato cha 4 ilikuwa mwaka gani? Nafikiri ni kitambo kidogo, ilikuwa ni mwaka 2005. 2005 ndio nimaliza kidato cha 4. Nilikuwa nasoma Mbeya, shule moja inaitwa Meta. Ndio. Na maisha yako ulianzia Mbeya ama ulikuja kuanzia huko Morogoro? In short, kimaisha nimeanzia hapa Morogoro. Ndio. Mwanzo ulikuwa unajishughulisha na kazi gani? Mwanzo nilikuwa najishughulisha na shughuli za kawaida tu, hizi mfano ujenzi, lakini baadaye niliacha nikaingia kwenye biashara. Kwa nafanya biashara hasa za umachinga hizi. Ulichukua muda gani kufanya biashara hiyo? Nimechukua miaka mingi sana, ilikuwa takriban miaka 8. Nianza kufanya biashara mwaka 2012. Yeah. 2012 ndio ulianza kufanya kazi. Sasa nini kilipelekea ukaacha? Unajua tunapokuwa tunafanya biashara sengine tunakutana na changamoto nyingi hasa kwenye masuala ya income. Kwa hiyo niliona kuna changamoto fulani, na nikaona kuna fursa kidogo, nikaona kuna kipato, nikasema sasa kwa nini changamkie hii fursa? Sababu riziki kidogo ilikuwa inalipa na sio ilikuwa inalipa kidogo angalau yani. Na hii kazi ambayo unaifanya kwa sasa ni ya kuokota chupa za maji na soda na vitu vingine vyote vya plastiki. Ulianza mwaka gani? Hii kazi rasmi nimeanza na miaka 4 sasa. Hapa Morogoro? Nimeanza hapa Morogoro. Kwa hapa wewe umeoa ama una familia? Hapana, bado sijaoa. Wala hujafanikiwa kuwa na mtoto? Sijafanikiwa kuwa na mtoto. Okay. Hii shughuli ambayo unaifanya inakupa kipato kiasi gani kwa siku? Sama kipato kinapatikana, yani hela kula, hela hata saa nyingine kununua mavazi unapata. Yani sio kinyonge kivyo. Shughuli hii unaoifanya, pengine jamii na kuzunguka, marafiki na ndugu wanakuchukuliaje? Kwa sasa mwanzo ilikuwa inaonekana kama sio kazi njema, lakini kwa sasa hata wazee naona mtaani wameelewa, wanachukulia tu kazi fresh, kwa sababu maisha kama maisha nakuta anasonga. Kwa hiyo hatuchukulii vibaya, tunaonekana tu ni wachapa kazi kama hivyo. Kipata kiroba kizima cha haya makopo, unadhani kilo moja wao mnauza kwa shilingi ngapi? Kilo moja hapa inauzwa shilingi 200 kwa sasa, ameshuka. Ndio. Na wewe kwa siku unaweza kukusanya kiasi gani? Siwezi nikasema nakusanya kiasi gani, lakini mara nyingine unaweza kupata shilingi kilo 50. Sasa unaweza kupata kilo 60. Sasa unaweza kupata chini hapo. Kwa hiyo inategemea tu na upepo wenyewe unakuwaje. Unajua sisi ni vijana na wewe ni kijana pia. Unafikiri hawa ndugu zetu wa jinsia ya kike wao wanapokuwa wanafanya shughuli kama hii hapa, wao wanakuonaje?
Sidhani kama wanamchukulia vibaya, kwa sababu hata hivyo tunapopita mtaani huko tunapata marafiki wengi kwa kike. Kwa hiyo sioni kama ni mbaya. Kwa hiyo unataka kuniambia kipato ambacho nakipata kinatosheleza ama ni kwa sababu tu hakuna namna nyingine? Naweza nikasema kinatosheleza, ndio. Wewe malengo yako ni kufanya kazi kwa muda gani, kazi kama hii? Nina malengo, lakini malengo yangu mimi nitaifanya mpaka pale siku nitakapona. Sasa nimeshafikia target fulani, nitaachana nayo kwa sababu nina mipango mingine naifanya pia. Vipi mpango wa kupata mwenza? Nipo mbioni. Hiyo ni swala ambalo lipo. Ndio. Kipato ambacho unakipata hakikushawishi pengine kuwa miongoni mwa watu ambao pengine ni wanaharakati ambao ukiangalia kwa sasa kama masuala ya kisiasa jinsi yanavyoenda, kwamba watu wanasema maisha ni magumu, vijana wengi wanalalamika, wanasema kazi hakuna, na kama zipo basi zinakuwa na kipato kidogo. Wewe kama wewe kwa upande wako unalizungumziaje? Kwa hili kwanza ningependa tu niweke wazi kwamba nazungumzia swala la wanaharakati siasa. Mimi kwenye siasa kidogo sipo, lakini let's say kwamba kuhusu swala la kazi, naona riski ni riski, alafu fursa zipo. Naona sasa hivi ukiamua kujiongeza tu, labda ukachukua hatua kufanya jambo fulani, unajua riski huenda ikawa ni ndogo, lakini kama umechukua hatua, labda ukatumia hata taasisi za kibenki, sasa hivi zipo nyingi, ukaanza kusave kidogo, angalau unaweza ukapata kitu. Ndio. Kwa hiyo unawaambia nini vijana? Kazi ni kazi, alafu unapopata kidogo ukithamini hicho kwanza, kwa sababu kikubwa kuanzia ni kwenye ukubwa, kilianzia kwa kidogo. Kwa ukipata kidogo na kikubwa uenda ukakipata siku nyingine, lakini thamini kilichokuwa kidogo kwanza. Ndio. Wewe kwa siku unafanya masaa mangapi mpaka na maybe unafikisha hizo kilo 50 mpaka 60? Mimi kwa siku nikitoka nyumbani saa 12, kurudi mimi ni saa 12 jioni, yani na masaa 12 ambayo nafanya kazi. Ndio. Chakula unapataje? Chakula nanunua. Kwa mfano mchana, sasa hivi tumetoka kula hapa, ndio. Ila asubuhi nyumbani na jioni nyumbani pia. Ndio. Unaishi kwa mzazi ama umeshajitegemea mpaka sasa? Mimi nimepanga. Umepanga, unalipa shilingi ngapi chumba? Mimi kodi sasa hivi nalipa shilingi 30,000. Ndio. Chumba kimoja. Na pengine una wadogo zako ama wakubwa zako? Ana mdogo wangu mmoja. Unaishi naye? Hapana, yeye yupo nyumbani bado. Ndio. Na wazazi sometimes wanahitaji misaada kutoka kwetu sisi vijana. Wewe kwa upande wako inakuwa ni ngumu kiasi gani ama rahisi kiasi gani? Siwezi nikasema ni ngumu au siwezi nikasema ni rahisi, lakini msaada ni msaada tu, unaona. Chochote kile unachokuwa nacho unampelekea mzazi, anafurahi. Sema sawa. Una mchumba sasa hivi? Kweli yupo? Yupo. Hapa Morogoro? Yupo hapa Morogoro. Na unatamba naye? Kama kawaida. Tukiachilia mbali, hobi yako kubwa ni nini? Mimi ni mwanamuziki. Nilikuwa nafanya sana hip hop kipindi fulani. Kama ilivyo watu wa Mbeya. Ni kama ilivyo watu wa Mbeya ni wa hip hop sana. Mbeya, Arusha ni watu wa hip hop sana. Kwa hiyo nimefanya sana hip hop. Kuna wimbo gani ambao unakumbuka? Nyimbo zipo nyingi tunazozikumbuka. Ulishawahi kwenda kurekodi? Niliingia studio mwaka 2007, niliingia mara moja tu, lakini baadaye mambo yakaenda ovyo sababu vipato vilikuwa vipo. Kipindi kile ndo bado damu iko changa, umaliza sekondari. Nilikuwa niko moto sana, talent show nini, mambo kama hayo. Ni muziki gani ambao ulikuinspire kipindi kile mpaka unaamua kuingia kwenye muziki? Nilikuwa ni mwaka 2000, kipindi nipo darasa la 7. Na nilikuwa nasoma shule moja ipo Dar es Salaam, shule msingi Mwenge. Kumbuka kipindi kile kulikuwa na nyimbo inaitwa Chemsha Bongo. Nafikiri ya Professor J ile ndio ilinspire sana mimi kuingia kwenye muziki na kuanza kuandika mashairi. Ila wewe ulibezi kwenye hip hop zaidi. Exactly. Na ngoma ipi ya kwanza ambao uliandika?
Nakumbuka ngoma ya kwanza niliyoandika ilikuwa kuchekesha sana. Sema nini, nilikubalika sana kipindi fulani shuleni. Ile ngoma ilikuwa inatumiwa na hawa Angaza na pamoja na Umati. Ilikuwa inaitwa Moja Lazima Nao. Ilikuwa inatisha sana shuleni. Na baada ya kumaliza sekondari sasa ukaamua kuingia moja kwa moja. Ndoto yako ilishia wapi? Ndoto yangu ilishia kwenye changamoto tu 2-3. Nakumbuka nilitumia mwaka mzima kufanya masuala ya studio, lakini baadaye nikaona bora niache. Pengine nitaenda kwa muda mwingine tena uende nikafanikiwa. Unadhani unaweza kuwa na kipaji kingine tofauti na muziki? Na vipaji vingi, lakini sidhani kama kwa sasa vinaweza vikanisaidia. Mimi ukiacha muziki ni mchoraji tu mzuri, ndio. Fine art, nachora vizuri tu. Na tofauti na kuchora, watu wa Mbeya wengi ndio wamejaa na vipaji vingi sana. Unakuta wengine ni waigizaji ama sanaa ya maigizo. Wewe kwa upande wako ukoje? Kwenye maigizo siwezi kusema nitashindwa kuigiza, naweza kufanya hivyo, lakini mimi kitu ambacho nakipenda sana na nimekuwa interested nacho ni muziki tu. Sifikiri kitu kingine. Okay, na kitu gani ambacho kwenye maisha yako ukipendi kabisa? Sasa hivi bwana, naangalia tu katika mfumo wa maisha vijana wanavyoenda, kuta wengi wamejiingiza kwenye madawa kulevya. Kwa hiyo kitu ninachukia sana. Unaona nguvu kazi zinapotea, taifa linaangamia kwa sababu hiyo yani. Na unadhani kwa nini unaingia? Nafikiri ni kutokuwa tuna mwongozo mzuri ambao wameupata, pengine huenda kutoka kwa walezi wao. Ndio. Na kwenye maisha tunapitia vitu vingi sana. Hatuwezi kupita thumusli imenyoka. Unakuta unafanya hiki, unafanikiwa, unafanya hiki hapa, unapata changamoto kidogo. Labda katika harakati zako za maisha ni kitu gani ambacho pengine hautokuja kukisahau, kwamba ama changamoto ambayo hautakuja kuisahau kabisa kwenye maisha yako? Changamoto ipo kwa sababu kuna kipindi nilikuwa na utafutaji mwingi, hasa nilipofikia umri fulani. Sikuwa nimeingia kwenye ufugaji, sasa ikawa ni changamoto, kwa kuna mvutano hapa baina ya mimi na watu wangu wa karibu pale, unaona. Kwa ikabidi niache tu. Ndio. Unafanya ufugaji gani? Niliamua nifuge tu mifugo kama ni ng'ombe hizo nilikuwa nafuga. Hapa Morogoro. Hapa. Ilikuwa nini hasa? Ni mvutano tu kuhusiana na income, kwamba kuna watu waliona pengine nitapata zaidi, kwa wakanipiga pini. Kwa hivyo sikuweza kufanikiwa kwa sababu hiyo. Wale kuzurumu? Sio kundhurumu tu, yani walinikataza hata nisiweze kukeep your livestock kwa sababu sikuwa na eneo langu binafsi. Ndio. Na ile mifugo kaipeleka wapi? Pengine niliuza. Ndio. Ulishafikisha mifugo mingapi? Siwezi nikasema ni mifugo mingi sana, lakini niko na ndama kama 3 tu. Ndio. Na ndoto yako ilikuwa ni ipi? Ndoto yangu ilikuwa siku moja kama nitapata uwezo nilinunua eneo moja lipo huko kijijini huko. Nitaka nijenge huko, niende nikaweke mifugo yangu huko. Ninaangalia maisha hivyo. Kwa hiyo ndoto yako imekufa ama bado unajikusanya? Hii saizi tunajikusanya, tunaangalia tena upande mwingine. Yaani unajua unapofeli jambo moja, unatakiwa kuangalia na sehemu nyingine tena. Kwa kama kuna mchakato mwingine unatokea, naweza nikajiingiza huko. Mbali na kazi hii hapa, ni kazi ipi ambayo unaiweza? Achilia mbali muziki, achilia mbali kuokota hizi chupa na masuala ya ufugaji. Unadhani kazi gani nyingine ambayo ukipata ama ukapata fursa ya kuifanya unaifanya kwa makini zaidi? Mimi ni biashara naweza kufanya kwa sababu nina muda mrefu nifanya biashara. Nazielewa biashara. Ndio kinachotuangusha mara nyingi ni mtaji tu. Utaanza biashara mtaji mdogo haiwezi kufanikiwa. Jana tunakutana na mikasa mingi sana kuhusiana na mahusiano. Wewe kwako vipi? Nimepitia mingi sana mpaka sasa hivi nimeamua nizoee tu hiyo hali. Nipe hata mmoja. Ilikuwa ni kitambo sana nilikutana na manzi mmoja nikakuta nimezama. Sasa baadaye
nakumbuka hata nikawaga mtoro shule yani. Kwa sababu yake yani, nilikuwa nikimuona naona hatari yani. Sema ndio hivyo, nimeamua kupotezea tu. Alikuwa wapi? Ni Mbeya ama ilikuwa Mbeya. Ndio. Alikufanya nini? Demu alikuwa mkali sana. Nini data vibaya sana. Sema nini ujue? Alinichiti. Na wewe kuchitiwa hutaki? Na mimi mwenyewe kuchitia sitaki. Na wewe kuchiti fresh? Ni hatari na hapo. Kwa hiyo ulikuja kugundua baadaye ama ukavumilia au ulikuwa unasikia kwanza? Nilisikia kwanza, nilivumilia, sema baadaye nikaja nikagundua, nikaona sio kesi, lakini bwana niachane naye. Kuna changamoto kubwa sana kwenye maisha haya ama katika utafutaji. Unakuta achilia mbali watu baki, lakini unakuta hata sisi wenyewe ndugu wakikuona pengine maisha yako yatia maji, wanakuwa na maneno ya hapa na pale, dharau, kukutenga na nini. Maisha ndivyo yanapokuwa kwa baadhi ya watu. Sijui kwako inakuaje? Changamoto hizo zipo. Nakumbuka mara mwisho nilikuwa na sister yangu mmoja Shaba kweli yani. Sister nilikaga hadi rock up siku moja. Yani alikuwa ananichukulia kama ni mwizi fulani hivi, lakini kumbe sio. Ndio. Ilikuwa ni hapa Morogoro ama Mbeya? Ilikuwa ni Dar es Salaam sasa, sio Mbeya wala Morogoro hii. Sababu na familia nyingine ipo Dar. Ndio. Na baada ya kugundua kwamba hauna hiyo tabia, alijionaje? Nafikiri baadaye walikuja akajirekebisha tu, akaona tu mshikaji anajitafutia riziki yake kwa mtindo huo tu. Ndio. Okay, sawa. Kitu gani kingine ambacho unakipenda tofauti na muziki? Enda kwenye chakula ama starehe gani kubwa ambao wewe kwako ni bambam? Mimi bwana napenda sana kuangalia video hizi. Sasa video za Kimarekani hizi. Napenda sana kuangalia movie. Na sijaona kwenye hobi yako ukitaja habari za mpira. Wewe kwako mpira ukoje? Mpira bwana. Ni story ndefu sana. Yaani mpira nilijaribu kucheza hata utotoni, ila nilikuwa nikifikiria kukatwa miguu hii. Wanaona sio. Kwa mimi mpira sikucheza sana. Ila nilijaribu kucheza basket mara moja. Kwa baada ya kushindwa kucheza mpira ndo hukutamani hata kupenda timu moja wapo za hapa Tanzania? Mimi hapa ni shabiki wa Yanga, ila sio kindakindaki kivile. Ndio. Hilo unaifuatilia? Naifuatilia ndio. Yanga misimu 4 imekuwa bora sana. Mwaka huu umeanza kama tia maji. Tumeona kocha wakimwajiri kocha kijana miaka 35. Hivi juzi wamemfukuza, lakini timu pia haijaanza kucheza vile ambavyo inapaswa. Unadhani ni aina ya usajili au kosa walikosea kwa kumwajiri yule kocha ambaye kidogo kwa hana experience ya kutosha? Unajua ukizungumzia swala la mpira na wachezaji, si ndio? Wachezaji ili upate wachezaji wazuri ni wawe tu na bidii. Na kuhusiana na swala la kocha, sidhani kama kocha ni vibaya kama ulimbadilisha. Isipokuwa tu labda kuelewa tu ni jinsi gani anaipanga timu yake, kuelewana tu. Unaona kama wachezaji wanakuwa wanaelewana, mpira unachezeka. Mitaani kuna vitu vingi sana ambavyo vijana wengi wanavifanya. Wewe kwenye mtaa wako ni kitu gani ambacho kiliwahi kutokea kilikushangaza sana? Sijawahi kushangaa kitu chochote mtaani. Naweza nikasema hivyo yani. Vitu vyote vinavyotokea ni vya kawaida tu. Vyote vya kawaida tu bwana. Wewe ushawahi kuchiti? Mimi sijawahi kuchiti. Sijawahi kuchiti. Wewe hujawahi kutamani mwanamke ambao sio wako? Hiyo hapo swala lipo brother, isipokuwa sasa unajua bwana, sisi wanadamu tulivyoumbwa sio wakamilifu, si ndio? Alafu
ila unatakiwa tu tuwe tuna uwezo wa kujizuia. Unaweza ukatamani kweli, ila maswala yapo, ndio yapo. Sisi ni vijana ambao kwa umri wetu sisi ambao tumemaliza shule 2006, 2005 mpaka 2010 mpaka 2010 na ngapi. Sasa tumekuwa ni watu wazima sasa, na sasa hivi tunapambana walau kujiweka sawa kiuchumi kabla umri ule wa uzee haujatufikia. Wewe kwako hii umejipangaje? Naweza nikasema hivi, na mimi napambana hivyo kwa sababu naenda kwa lazima ujue nitakuwa nani baadaye, ndio maisha yetu haya, hangaika kushika hizi 200 300, lazima kidogo jitengeneze. Mimi najipanga hivyo bado, lakini ndio hivyo naendelea kujitengeneza bado. Okay, unawaambia nini vijana hasa walika la kwako waliomaliza shule 2004, 2005, 2006 mpaka 2009 na 10 huko, nini wakifanye? Kazi yote. Mtazamaji, nadhani tumeweza kujifunza vitu vingi kutoka kwa Joseph Mwanjali. Kijana huyu ni mpambanaji kama vijana wengine ambao wanaangaika kutafuta maisha yao kila siku. Yeye kazi yake kubwa kwa sasa anaokota chupa za maji na za soda, lakini hata plastiki anakuja kuziuza hapa. Anajitafuta, anajipambania. Tumeweza kujua mambo mengi sana kuhusiana na maisha yake. Amejieleza kwa undani zaidi. Ameeleza asili yake, elimu yake, wazazi wake, ndugu zake, lakini ameeleza na mikasa mbalimbali ambayo amewahi kukutana nayo katika maisha yake. Mimi nimejifunza mengi sana kuhusiana na maisha ya Bwana Joseph Mwanjali. Nimeona ni namna gani anapopambana. Tukutane siku nyingine kipindi hiki cha maisha halisi ya mtaani. Mimi naitwa Jeremiah Musa. Tukutane siku na wakati mwingine. Asante.